Jom TV Online. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Baraza la Manispaa Magharibi A halijavunja msikiti. Baraza la Manispaa Magharibi A, katika utaratibu wetu, tuna eneo letu ambalo liko Chuini pale, na Chuini ni eneo sasa hivi kwamba ni eneo kubwa ambalo upande wa kulia kama tunaenda zetu shamba huku tumejenga soko kubwa, lakini upande wa pili wa kushoto kuna eneo ambalo la serikali ambalo lina mipango yake miji ambayo tayari ipo kwenye michoro na kwenye ramani. Lakini mwaka 2021 wananchi wa pale, wafanyabiashara ambao tumeweka pale kwa muda, wakaja kututaka Baraza la Manispaa Magharibi A kwamba wanataka eneo la kufanyia ibada, na sisi kama Baraza la Manispaa kushirikiana na mkurugenzi tukaona basi tuwape lile eneo la kufanyia ibada, na eneo lile tuliwapa, lakini tuliwapa na masharti ya eneo hilo. Na eneo hilo masharti yetu hatukutaka kujenga eneo la kudumu, tulitaka ni eneo la muda ambalo watafanya ibada kwa muda. Baadaye upande wa pili ambako tunajenga soko kuna msikiti mkubwa ramani yetu ambao tunajenga msikiti ambao waumini wa dini ya Kiislamu watasalia huko. Lakini kila siku zikienda mbele tukaona wenzetu makubaliano wameyavunja. Badala sasa ya kufanya ibada kwenye eneo lile, wakawa sasa wanajenga eneo la kudumu. Na sisi kama manispaa tukaenda kwa utaratibu. Jamani, na mimi kwa mstekemea nimeenda si mara moja si mara mbili. Jamani, tunachotaka kwamba msijenge eneo la kudumu na matofali. Hili eneo tumeweka kwa muda tu, na kwa sababu lina mipango mingine, baadaye tutaweza tukaja tunakwazana na nyinyi, lakini wenzetu kwa njia moja ama nyingine wakawa hatuelewi. Kuendelea wameenda maengineer, ameenda mkurugenzi, nakumbuka mkuu wa wilaya alienda, Mheshimiwa Susan kaenda pale. Kwa hiyo tukaona kama hatuendani nao, na mwisho wakawa wanazungumza maneno ambayo kwa kweli si mazuri sana kwa watu ambao mashehe wamesoma, lakini kutoa maneno ambayo si mazuri. Lakini sisi kama viongozi tunavumiliana na maisha yanaendelea. Hivi karibuni pia tulikwenda kuwazuia tena, manake wakawa wanaongeza eneo jingine kubwa. Jamani, hivi sivyo tulivyokubaliana, lakini wenzetu sijui walikuwa na nia gani. Lakini kwa kuonesha kwamba hapa msiendelee tena, kuna eneo ndo ambalo limetolewa kwamba hili tunalitoa, msiendelee kujenga. Tayari manispaa imechukua hatua hiyo kwenda kuliondoa ile eneo, si kulivunja eneo lote, hapana. Eneo la kufanyia ibada lipo, na waandishi wa habari mkitaka hili mnaende site. Mkienda site mtaona kwamba je, manispaa walichofanya ni kipi? Si kuvunja msikiti, bali kuliondoa eneo ambalo kila siku wanazidi. Na kwa kusema kweli eneo si rasmi sana, na kuna bonde, lakini pia hata vyoo vyake kidogo havitambuliki, si sahihi. Na sisi manispaa pale tumejenga choo ambacho huduma yake ilikuwa unalipia. Baraza la Manispaa tumejenga, lakini kwa hekima kubwa la Baraza la Manispaa tukasema choo hichi tuwakabidhi wao watumie bure, sisi hata hatuchaji. Kwa hiyo tumewapa wao, lakini bado still wenzetu kidogo tunaona hawapo pamoja na sisi. Sasa niseme hili ambalo lipo kwenye mitandao si sahihi. Unakwenda unawaambia hili, wanafanya vinginevyo. Mimi naamini kwamba kuna watu, baadhi ya watu, sio wale wafanya biashara, kuna baadhi ya watu wana nia nyingine ya kuleta taharuki katika nchi yetu. Wanaitumia dini kulitaka kuleta taharuki, kwa sababu ukiangalia dhamira ya kutaka kufanya ibada kwa muda ilikuwa tumeruhusu hiyo sisi kama manispaa, baadaye kuwafanya msikiti. Lakini sasa dhamira yao wanachangisha Waislamu muda kila siku. Watu wanajasiriamali ndogo ndogo wanapata pesa, wanachangisha pesa kila siku. Leo tuna hivi wanaenda kujenga matofali ambayo hii imekatazwa. Hii katika Uislamu ikoje? Ni sahihi? Unawachangisha waumini pesa kwa ajili ya kujenga jambo ambalo halihitajiki kufanywa hapo. Hii ni dhulma unaifanya. Unamtegemea mtu anatoa pesa kwa ajili ya sadaka tujari kwamba iendelee kuendelea kwake, lakini leo wewe unaichukua pesa ile unaenda kuifisidi kwa sababu na serikali haijakubali. Baadaye unaanza kutengeneza kusema hapo umevunja msikiti. Kama alivyosema Mheshimiwa Meya, hatujavunja msikiti, tulionyesha ishara kwamba hatutaki muendelee katika mazingira haya. Tunahitaji sisi muendelee kufanya ibada mpaka huku baadaye mtapomaliza. Na niwaombe sana
waumini wafanya biashara pale. Tumewaruhusu si wafanya biashara pale, serikali ndio waruhusu. Wao ndio serikali, na serikali inatangaza amani zaidi. Wawe na kuleta amani. Mipango ya serikali mipangwa. Yoyote anovunja mipango ya serikali maana yake ni mhalifu. Anakwenda kinyume na utaratibu wa kiserikali ambao unaofanya. Wasijiingize katika mazingira hayo. Twende katika mazingira ambayo ni sahihi.